Mfikiria mtu yoyote yule ambaye anaugua stroke. Fikiria ni maumivu ya aina gani anayoyapitia moyoni anapohisi anashindwa kujisaidia yeye mwenyewe. Fikiria ni namna gani anajisikia akiwaza kuwa alitoka kuwa mtu mwenye nguvu mpaka amefikia hatua ambayo kila kitu mpaka ategemee msaada. Fikiria ni maumivu gani anayapitia akiwaza kuwa alitoka kuwa mtu mwenye nguvu lakini amefikia kwenye stage ambayo anahitaji msaada wa kila kitu. Sasa iko hivi, stroke huwa haiathiri ubongo tu, huwa haiathiri akili tu, lakini pia inaathiri mpaka heshima. Hebu fikiria leo hii mtoto anaenda kumuuguza baba, sio tu kumuuguza, anaenda kumfanyia kila kitu, kumuogesha. Huoni kama hiyo inaathiri heshima yake? Sasa ipo hivi, mwili huwa unaanza kutoa tahadhari mapema kabla janga halijatokea, kwa sababu ukimfuatilia mtu mwenye stroke sasa hivi, alipuuzia pressure za mara kwa mara, alipuuzia kizunguzungu ambacho alidhani ni cha kawaida, alipuuzia maumivu ya kichwa, alipuuzia mapigo ya moyo kwenda mbio, aliona ni hali ya kawaida, alipuuzia ganzi ambayo ilikuwa inampata mwilini. Swedha ilianza na upande mmoja na upande mwingine ukawa salama. Aliipuzia hii hali, ndiyo maana amefikia hatua ya kukaa kitandani. Sasa najua unatamani kujua sana kuwa hii hali huwa inasababishwa na nini. Sasa usitoke kwenye huu kurasa na hakikisha una follow hii account.